Za siku ya leo, habari za Jumatatu, habari za mfungo. Mungu akubariki sana wewe ambaye umefunga, ndugu zetu Waislamu pamoja na Wakristo wanaofunga Kwaresma. Ninawatakia kila laheri na Mwenyezi Mungu awape baraka nyingi zaidi na thawabu katika funga hii. Katika siku ya leo tumuone Ayubu. Hapa duniani tunapitia vipindi mbalimbali. Wakati mwingine tunapitia vipindi vizuri sana ambapo tunamtukuza Mungu na tunafurahi. Lakini zipo nyakati ambapo tunakuwa mabondeni, mahali ambapo mambo yetu yanakuwa si mazuri. Na wakati mwingine hatujui kwa nini hayo yametokea. Yes, inawezekana wakati mwingine tukawa na sababu nyingi sana. Lakini Ayubu tunamwona hakuwa anajua mwanzoni kwamba kwa nini haya yalikuwa yanatokea. Kumbe Mungu alikuwa anaona fahari naye. Mungu alikuwa anamfurahia mpaka anaongea na shetani, anambia lakini umemwona mtumishi wangu Ayubu. Kwa hiyo Mungu akamruhusu shetani amjaribu kwa sababu alitetea huyu ni kwa sababu umembariki ndio maana yuko hivyo. Ndugu yangu, unapopitia matatizo, unapopitia vipindi vya mitihani katika hii dunia, inapaswa umwangalie Mungu peke yake. Mimi nasema ni mitihani kwa sababu dunia hii watu wengi wanafikiri kwamba ndio tumefika. Lakini hapa hatujafika. Ni kituo tu cha mtihani. Ni kituo cha mtihani. Kwa hiyo unapopasi vizuri mtihani wako, basi unao mwisho mwema sana baada ya dunia hii. Lakini unapofeli pia vile vile, basi kuna moto wa jehanamu. Kwa hiyo tumuombe Mungu atusaidie. Katika kitabu cha Ayubu, tunaweza tukasoma fungu mawili matatu. Ilifikia mahali fulani katika fungu la 15 za Ayubu 19:15, anasema wakao nyumbani mwangu na vijakazi wangu wanihesabu kuwa mgeni, mimi ni mgeni machoni pao. Yeye Ayubu ambaye alikuwa anawalipa mshahara, ambao anawatendea mambo mema na wako katika nyumba yake, lakini wanamuona kama mgeni, wanamuona stranger tu huyu. Pale hela zinapokimbia ndio hali inavyotokea nyumbani kwako, hata mtaani. Katika fungu la 16 anasema namuita mtumishi wangu wala haniitikii, ingawa na msihi kwa kinywa changu. Yaani hata mtumishi wako unamuita hakuitikii. Dharau, anakudharau kwa sababu huna hela. Hela imekimbia. Na katika fungu la 17 anasema pumzi zangu ni kama za mgeni kwa mke wangu, nami ni machukizo kwa ndugu zangu. Kwa hiyo hapa kwa mke wake hata anamwelekeza kitu, lakini mke wake kama vile anamuona hayupo. La fungu la 18 anasema hata watoto wadogo hunidharau, nikiondoka huninena. Kwa hiyo hata watoto wadogo ni dharau tupu. Wanamuona huyu sio chochote, huyu keshafulia huyu. Kwa hiyo watu ambao wanaona duniani hapa ndipo final, ndivyo wanavyo act. Lakini ndugu yangu, nakutia moyo, kama unapitia vipindi kama hivyo, jua kwamba hapa ni mapito tu. Ayubu baadaye Mungu alimbariki sana. Mali zile zote ambazo alipoteza, Mungu alimrudishia tena mara mbili. Watoto wale 7 ambao walikufa wote, Mungu alimpa watoto wengine tena wazuri zaidi. Na wale wasichana walikuwa warembo zaidi, wavulana walikuwa ni handsome. Mungu akubariki. Unapopita katika hii dunia, unapopitia mapito ya namna hiyo, mtumaini Mungu. Mungu atakuokoa. Mungu ni mwema sana. Hamnyimi mtu jambo lolote jema yule anayotembea kwa unyenyekevu kwa kichwa mbele zake. Basi tuombe. Baba, katika jina lako Yesu Kristo, ndugu yangu anayepitia yoyote magumu katika hiki kipindi, akumbuke kisa cha Ayubu na kwamba wewe uko naye. Tie moyo Baba, endelee kutegemea. Na nakusihi umpe imani na amani, na muda utakapofika, Mungu wa mbinguni upate kumwokoa, upate kumrudisha juu ya kilele na ukambariki zaidi ya kawaida. Asante Baba kwa sababu unasikia kuomba kwetu. Katika jina lako Yesu Kristo. Amen. Mungu akubariki.